ijapo niliwaje kwa msindo, Bwana yuko nami. Ijapo safari iwe na ngumu, utanishika mkono. Ijapo adui aje na vishindo, bado wewe uko nami. Ijapo safari iwe na ngumu, utanishika mkono. Ijapo adui aje na vishindo, bado wewe uko nami. Utarejesha maono yangu, miaka yote iliyoliwa na nzige. Nimeona wema wako na nguvu zako maishani mwangu. Ijapo safari iwe na huzuni, utanishika machozi. Ijapo safari iwe kwa kishindo, Bwana wewe uko nami. Utarejesha maono yangu, miaka yote iliyoliwa na nzige. Nimeona wema wako na nguvu zako maishani mwangu. Amen. That is our confession. We thank God because He has promised to restore not just things, but to restore their ears. Mwarimu, Reverend Asava, he has said Jesus did not come to save time. He came to save us. Hallelujah. But at least from the song we are singing, I also believe He is able to redeem time. Hallelujah. He is able to redeem time. What that means for us is that we should be able to recover even that which we have lost. If He can redeem the years, if He can restore years, He can restore the minutes that we might have missed as we started. I thank God so much to be here. I was here when I think we were nitajaribu sana. Nasema nilikuwa hapa mwisho wakati hii jumba lilikuwa linafunguliwa, and you had quite some visitors. Mlikuwa na wageni kadhaa hapa. Haingekuwa rahisi sana hata watu kutagamana vizuri kabisa siku hiyo, lakini tulifurahia. Mimi nilifurahia sana kujumuika na kuwa pamoja na kila mmoja wenu wale ambao walikuwepo siku hiyo. It was a day for me of great victory. Nimekuwa hapa pengine kwa muda, tuseme Thika Church, Pepper Church has been a place we have gathered many times. Tumekusanya hapa mara nyingi sana katika hapa kanisani hapa Thika kwa sababu tofauti, ibada na mikutano mingine. Since hii ilikuwa at the headquarter of the Roa Central region, na yani tulikuwa tunakusanya na hapa viongozi kutoka Kiambudhia pande ile ya Murang'a pande ya juu mpaka Gilgil, yani
pande zile zingine, na zote tulikuwa tunakutana hapa. I was one of the executive committee members, or the executive council members of that Central region at that time, and therefore Thika was a very frequent place for me. Amen. Nataka kushukuru Mungu sana tena kwa mwaliko huu ambao ungefanyika mapema. Ni vile tu haingewezekana kufanyika hapo mbeleni. Nilikuwa nimealikwa, lakini haingewezekana, ikawa ninaenda pahali tofauti. Lakini wakati huu apostle aliponipigia simu, nilimwambia hata ikiwa tutakazo mkutano gani, ni lazima tutauondoa ili tuweze kukuja pande hii. Amen. Kwa kifupi sana wacha niseme, tumejuana na mtumishi wa Mungu Apostle Joseph Waihenya kwa muda sasa. Yani tuseme ni kutoka wakati tu niliokoka. Soon after I got saved in 1972, around that time, I got to get introduced. Nilipata nafasi ya kwanza kujuana na Wakristo ambao walikuwepo wakati huo, na ambao tulikuwa tunasikizana kiimani, watu ambao we were sharing together this precious faith. Amen. Na moja wa hawa wapendwa ambaye alikuwa anasimama tuseme tu juu ya wale wengine, hakuwa ni mwingine isipokuwa ni apostle na mchungaji wangu kwa muda sasa, ambaye ni Joseph Waihenya, na mke wake ambao tulijuana na wao hata kabla hawajaoana, na that is quite some time. Na tukakuwa hivyo miaka 10 baada ya hapo. 1982 nilihamia Kiambu, na nilipohamia pande ya Kiambu ama mjini Kiambu, tukaomba tukiwa na mke wangu ili tujue tutajiunga na kanisa gani. Ni kanisa gani ambalo litakuwa ni kanisa letu la nyumbani. Kwa sababu hapo Nairobi, tulikuwa tunakaa Nairobi na tulikuwa tunashiriki tu si sana ndani sana katika kanisa la Christ is the Answer, the present day Sitam Ministries hapo Valley Road, na hata kiasi tulikuwa tu tunashiriki hata Kariakoo. Tulianzia Kariakoo Social Hall na Reverend ama mchungaji Joe Kayo alipokuwa anaanza kanisa hiyo ya Deliverance Church hapo Kariakoo Social Hall. Sasa tulipoenda Kiambu tukasema tu, hey, we have to find a local church. We cannot be kuwa tunaenda Nairobi kila siku. Tumekuja Kiambu na Mungu akatuelekeza, tukajikuta tu tunajiunga na kanisa ambalo lilikuwa linaanza wakati huo wa 1982. Lilikuwa mpya kabisa, pengine miezi 3, not even more than 5 months. It was not even 6 months yet. Na ilikuwa ni kanisa la Pefa. Hata halikuwa linaitwa Pefa, lilikuwa linaitwa Liberty Church. Hapo tu tunakaa Kirigiti, inaitwa Liberty Church. Na tulipoomba Mungu akatuelekeza tujiunge na hiyo ambayo ilikuwa na watu kama 5-10 hivi, tukasema let's make this our home church. At least I guess we have something to be doing here more than we were doing in Valley Road Pentecostal Church. That's how we got ourselves into the Pefa Church, by prayer and the Lord helping us to make that choice. That was 1982. Now it is 2026. How many years are those? About 44, 82, 2026. I think it's about 44. This is almost the 44th church. It was a good decision. Tell your neighbor it was a good decision. Yeah. You cannot last anywhere for 44 years without having made a good, clear decision. Bwana wetu asifiwe sana. And through that time, the Lord has helped us. The Lord has been faithful. Mungu amekuwa mwaminifu sana miaka hiyo yote ambayo ametusaidia kuwa katika ushirika huu. Kwa sasa bado tuko Kiambu, lakini Mungu ametusaidia kufungua kanisa hilo la Kiambu Road Church ama Thendegwa, na tunaendelea huko na wapendwa wale ambao wako hapa na wengine ambao hawako hapa.
Namshukuru Mungu sana. Ningesema mambo mengi kwa sababu kweli miaka hiyo yote tangu kuokoka 44 ukiongeza ingine 10 si 54. Sasa 54 years. Sasa nikianza kusimulia mambo haya kweli tutaongea kuhusu ufifio. Ama pengine huo ushuhuda unaweza kusaidia mtu ainuke amuke pahali alipo. If I had the time to give the testimony, but now I think I need to deal with something different. Praise the Lord. Kupitia miaka hiyo yote tumekuja kujuana tukiwa hapa. Nashukuru Mungu sana nikiona mwalimu wa Saba. Huyu nimemjua kwa miaka mingi sana. Ni kama miaka yote yani tangu wakati wa ni ndugu aliyetuacha mtumishi wa Mungu Bwana Serengo. Yani miaka hiyo na nyumba pengine kidogo. Miaka yote yamekuwa hapa Thika. Tumejuana tu kiasi lakini tunapoendelea tunajuana hata zaidi. Praise the name of Jesus. Ni baraka sana kuona, yani nikifikiria ninaona kabla sijamalizia huu mkutano on Sunday, I think I'll have to say something to all of us that touches on mchungaji Asaba kuwa hapa miaka hiyo yote. Kwa sababu kusema kweli ni kukosa amekosa pahali pa kwenda. Kuna makanisa makubwa kuliko hii hapa Thika. Kuna makanisa mazuri na wanahubiri sana. Tutaongea hiyo zaidi. I'll try to probably get into why something like that happens. Maybe it will not be his why, but I would like to talk about that also. Amen and amen. This meeting is a revival meeting. Yani mkutano wa kufanya nini? Ni ufufio ama ni mfufuo? Si ni ufufuo ama ufifio? Ni kufifia ama ni kufufurika? Haya yote mutaniwe radhi kidogo, Kiswahili changu ni kile tu hakikutoka Mombasa, yani kilitukuta hapa. Sijui nani aliharibu lakini tunaendelea in Jesus name. Revival meeting. I get intrigued. Ninashangaa kila wakati kanisa linasema linataka mkutano wa ufufuo ama revival meeting. Kwa sababu kanisa mara nyingi linatazamia kuwa na mikutano ya revival. Tunagojea kwa hamu kuwa na mkutano kama huu. Tunaitangaza, tunaipanga. Na wale ambao wanatarajiwa kushiriki katika mikutano kama hii si watu ambao wako huko nje kwa ulimwengu, ni Wakristo, ni members wa kanisa. Tukiongea kuhusu kanisa hili na pahali tumetoka sisi, ni kanisa la Kipentekoste. Yani kanisa la, wacha niseme si kiroho, kanisa la Roho Mtakatifu. Bwana asifiwe sana. Ndipo nikasema inanishangaza mara nyingi sana wakati kanisa ambalo linasema ya kwamba mwanzilishi wake ni Roho Mtakatifu, kwa kazi aliyoitenda ama Mungu aliyoitenda kutoka siku ya Pentekoste kukuja pande hii, ninashangaa sana ya kwamba kanisa kama hilo linaweza kupanga mikutano. Na nataka unielewe kitu, linaweza kupanga mikutano na msifikiria ni hapa, hata kwetu tunapanganga. Mbona sifiwe sana. Tunapanga mikutano ya ufufuo. Nikifikiria ufufuo maana yake ni kusema nini? Mimi ninashangaa kiasi. Why is that? Kwa sababu nikiangalia sana, si ati kwa dictionary ni kuelewa tu vile ninavyoelewa, neno hilo revival ama ufufuo lina suggest something.
It implies something. Every time we call for a revival meeting, kila mara tunasema tunataka kukua na mkutano wa revival, tunamaanisha ya kwamba something or someone, are you listening to me, was alive and active in the past but has almost died. Kuna mtu ama kitu ambacho ama ambaye miaka ambayo ama muda ambao umepita alikuwa hai na alikuwa sasa active. Ni kusema nini? Ako kwa kazi, si ni kweli? Lakini somewhere somehow ameenda chini kiasi ya kwamba asipoangaliwa, asiporejeshwa atakufa. So revival meetings are kind of salvaging mechanism. Ni ya kuokoa kitu ambacho kiko karibu kukufa, ili kisije kikafa kirudi uzima ama kiwe na uhai. Do I have a witness? You cannot talk about revival until something is dying. Something is about to die. Haijakufa. The good thing is, in a revival meeting, we are always talking to people who are alive. Unfortunately though, they are about to die. So we must come and we must do something that will stop that process of dying and bring back life into the lives, into the individuals and the people. No, the other meaning, the other thing that is implied by the word revival is someone or something was functioning but has since ceased to function. Yani inaanza kukua hata ni gari. Wakati mwingine mtu anakuwa na gari yake ina knock engine, bado ni gari, lakini haiwezi kukusaidia kutoka point A to point B. Ukiangalia hiyo gari iko hata majani inakuwa around it. Gari kama hiyo inakubidi kuifufua. Sisi watu wanasema ni kuifufua. Katika lugha yetu maya eokerio. Gari yake hata. Gari ndio inataka kuokerio. Yaani nataka kufufuliwa. Haijakufa kabisa. Bado ni gari. Lakini inahitaji marekebisho fulani. Something was functioning, it has since ceased to function. But we're not talking about vehicles. We are talking about the church, especially the Pentecostal church. That's why it's an amazing thing that we find ourselves in a situation like that. The other meaning is that there was a flow, but the flow has stopped. Yani kulikuwa na mtiririko, lakini huo mtiririko umefanya nini? Unaweza kukuwa ni mtiririko wa maji ya mto. Kuna mito ambayo inafurika sana wakati wa gharika, wakati wa mvua kama sasa. Inafurika kabisa mpaka inapeleka ng'ombe na watu na magari. Lakini baada ya muda mfupi wa kiangazi, huo mto unakauka. Ukienda tu ni bonde la mchanga na mawe, lakini hakuna maji ambayo inatiririka. Revival is suggesting that the river was flowing before but has since stopped to flow. Now something must be done. So when you call for somebody to deal with a situation like that, I almost doubt myself whether I am that kind of a person. If there was a flow and the flow has stopped or has ceased, I don't know. Oh, God help me. What am I going to do during these 2 days so that the flow can come back?
But you cannot tell me that you are okay, that we are okay if you called for a revival meeting. It implies that something needs to be done, and it needs to be done now. Right? Kuna jambo ambalo linatakikana lifanyike, na litafanyika lini? Ni sasa, sio kesho. It also might mean that power has disconnected. If you're dealing with a machine, and for whatever reason, maybe the cutout, maybe the transformer, maybe something has burnt out. So this whole building or that whole machine has been disconnected. Revival suggests a disconnection, implies that there could be a disconnection. Something has been disconnected from the source. So that power is not flowing. To revive that machine, you have to reconnect it one more time to the source of power. Hallelujah. Now for this church, we are saying sometimes we can find ourselves in a situation where we are experiencing disconnections. Disconnections can happen because of very many things. Hata mchanga na ras na nini na panya na sungura zote zinaweza kuingia huko na zikause disconnection. Whatever caused the disconnection, that's not the issue. The point is there is a disconnection, and to revive that particular instrument or machine or whatever it is, somebody needs to connect again to the source of power. That's why we come for the revival meetings, because we need a reconnection. And to assume that it does not happen is deceiving ourselves. For we are witnesses. We have seen those disconnections happen many times. So I'm not faulting the idea of calling for a revival meeting. I'm only saying that these things do happen. Therefore, revival meetings become necessary. Unfortunate as it is, revival meetings are necessary. Ni jambo la muhimu sana tukue na mkutano kama huu, kwa sababu ukubali usikubali, mambo haya yanafanyika. Another implication is there was growth, but that growth has slowed down or stopped. Nina kamuti kangu kati ya miti mingi ambayo nimepanda kwa uwanja huko nyumbani, na kalianza kukua vizuri sana. Kalikuwa ni matunda ile tunaita hash avocado. Nilienda nikanunua avocado ya hash, nikapanda, na hiyo in a month or two that particular tree was growing in leaps and bounds. Ilikuwa inakuwa haraka. Hata baada ya miezi kidogo ikatoa maua na ikatoa matunda, na nikajua hapa tutapata kukula hash haraka sana. Lakini ilipokuwa imefika 2 futi kama 2 hapo na iko na matunda, nikaona kuna kitu kimefanyika kwa hii mti. Ni kama imedidimia. It's not showing very good. Majani yake haitoi rangi mzuri kama vile ilikuwa mbele. Matunda ikakataa kukua makubwa. Ikawa ni kama kitu kimepigwa na butwa. Like shock. Kamuti kangu kakaonekana kama kamepata shock. Kalikuwa kanakuwa vizuri sana, na kako na matunda. Nikangojea. Ukweli wa mambo, kwanza wacha nikiri ya kwamba hiyo matunda tulikuwa tuko kasaizi kidogo, lakini ilikuwa na ikaiva na tukaikura. Unajua kwangu mimi ndiye ninakura matunda yote ya kwanza, kwa sababu malipuko yote ni yangu nikiwa mchunga. Sitafuti mtu mwingine ya kukura malipuko. Ninakula malipuko, ninasema, ninapeperusha, ninasema Bwana asante umetupatia hii. Sasa tukakura hiyo matunda. Lakini haikutoa ingine na haikuendelea kukua. Ikawa ni kamuti kamesimama. Nikakagojea kakatoa majani mengine kidogo tu. Nikakagojea, juzi kakaanza kukauka, each branch at a time kutoka juu. Sasa kamebakisha branch 2.
na bado niko na matumaini. Ninakaangalia, I don't know. Kakikauka mpaka ya chini nitaondoa, nitafuta ingine. Lakini kama kungekuwa na ujuzi, kama kuna mtu ambaye ni mtu wa agriculture, anisaidie, hiyo mti yangu inataka kufufuliwa. Sinataka ufufuo. Hiyo mti yangu inahitaji ufufuo ili niendelee kukula hash. Kwa sababu inapoendelea kukauka namna hiyo, nayo matunda tumesema bye bye. Avocado za hash hakutapatikana nyumbani. Fruitfulness will cease if there was growth, and that growth has ceased. So we know that. So revival is necessary, because if anything is going down like that, that's a very dangerous situation. So I'm just saying, maybe the last thing we can talk about revival, another example is, or what is implied is this. Kuna mtu ambaye alilala. Ako hai, lakini amefanya nini? Amelala. Na kulala kawaida kwa mwanadamu sio shida sana. Shida ni ulale na jua lichomoke asubuhi na uendelee kufanya nini? Ni saa 4 ya asubuhi, lakini bado uko kwa kitanda. Sio mtu anahitaji kukua revived. Si lazima atumiwe mtu hata ikiwa ni mama yake na mwiko. Na achapwe mwiko moja, aamuke, asturiwe. Si ni kweli wapendwa? Revived. You need to come back. Katika ulimwengu wa madaktari, kuna ile mashine tunaita defibrillator. Na ikiwa hauko na defibrillator, defibrillator ni kuamsha mtu ambaye karibu amekufa. For resuscitation purposes. Tunaita CPR. When you are doing CPR, you can do it manually. Sijui kama wengine wao mmefanya hiyo, lakini mimi nimefanya. Na usianguke hapa kwa sababu nitakufinya kifua sana. Yani una pump. 1, 2, 3, 4 kama 20 times. Alafu unaangalia kama kuna kitu kinafanyika, unaona hakuna, unaenda kwa mapua, yani kwa mdomo, unapurisha, alafu unatoa, kifua kinakuja juu, kinaenda chini, unaangalia tena, nothing is happening, then you start pumping. That is manual. Lakini ikiwa sio manual, ikiwa una hiyo mashine inaitwa defibrillator, ni iko na stima. Yani unamshikisha kwa kifua, alafu una press button, unaona kifua kinafanya pop. Ni kama amefufuka. Lakini anaweza kufufuka mara ya 5. So it doesn't matter how many times you have to do this, but we will pump you until you rise, until you resuscitate in Jesus' name. Because you are not dead, but you are not functioning, and you are about to die. We can't allow that to happen. We will have to come with all the training and all the vibrators we've got. And I come to think, just in case there is somebody like that, as a defibrillator. Hallelujah. In Jesus' name. Simulihusu ni wawekee mashini. Hiyo mashini. Sasa tutaweka mashini na press the button. Tuone kama kuna kitu kitafanya nini? Kitainuka in Jesus' name. So therefore, something must be done. Something needs to be done. Yes, to bring back the former state of existence. Amen. The church of Jesus Christ was born in power. Hallelujah. Kanisa lilizaliwa na nguvu. Nguvu nyingi za Roho Mtakatifu. Imeandikwa in chapter number 1 and in chapter number 2 of the book of Acts. When the day of Pentecost was fully come. Hallelujah. When the day of Pentecost was fully come, they heard the sound like of a rushing mighty wind. Upepo ukasikika kwa nyumba. Kulikuwa na watu kama ni 100, were they 120? Whatever number was there. And the power of God, the Holy Spirit, Roho wa Mungu, akakaa juu ya kila mmoja wao, akionekana kama ndimi za moto. Na wote wakajazwa na Roho Mtakatifu. And they came out of that house, speaking in tongues and speaking about the great things of God. And mighty things started to happen in that church. It was born in power. In fact, Jesus Christ had said
in chapter number 1, you shall receive power. You shall receive power when the Holy Spirit is come upon you. Amen. Mtapokea nguvu Roho wa Mungu atakapofanya nini? Atakapokuja juu yenu. Kanisa hilo ambalo lilizaliwa kwa nguvu nyingi, hiyo nguvu za Mwenyezi Mungu, ni ajabu ya kwamba wakati mwingine linakuwa limeshuka. The power of God is not evident. It's not evident. And that church, therefore, requires and needs revival. That's why we are here today, but I'll have to be talking about revival. I don't know whether I'll be repeating myself to you, really, because this is not the first time. Neither am I the best person even to deal with this. Many other people could have come. But we will have to be careful. Let me just say the theme of this session, the theme of these 3 days is going to be coming from the book of Romans chapter number 13. Romans 13 verses 11. Maybe if it's possible to get that scripture, we can read it together. Romans 13 verse number 11. Let's read it in English if you can read with me. And do this. Do what? Do this. There's something that needs to be done. So let's read. 1 to 3. And do this, understanding the present time. The hour has already done what? The hour has already come for you to wake up from your slumber, because our salvation is nearer now than when we first believed. Hallelujah. The hour, you need to understand the present time. The reason why we must arise, ile sababu inatufanya tuamuke, ni kwa sababu we will need to understanding the present time. The hour has already come. Ni kama ni asubuhi na watu wanakataa kuamuka na kuna kazi ya kufanywa. Amen. Ni vizuri wajue masaa ama risaa limefika, and we must wake up from our sleep, our slumber, because wokovu wetu sasa umekaribia kuliko wakati tulipoamini mara ya kwanza. We must rise up. Miaka ya zamani sana kwetu, mimi nimezaliwa pande ya Githunguri, hapa location ya Komodhai. Wale ambao wanaweza kujua pande hizi si mbali kutoka hapa. Miaka ya 1950s, na nilikuwa mtoto mdogo, na early 60s. Nilianza masomo 1961. Sasa hapo nilikuwa ninajijua kidogo. Miaka hiyo ya towards the end of 1950s and beginning of 1960s, the 60s. Kulikuwa na kabasi kamoja, kagari kamoja upande huo wa kwetu. Kutoka Ruiru mpaka mistuni huko Gashika na huko, hakukuwa na gari mbili za kubeba watu kupeleka Nairobi. Ilikuwa ni basi moja. Sasa hiyo basi ilikuwa inachomoka kutoka pande hiyo ya mistuni saa kama 10 ya usiku ama bere, na kalikuwa kanakuja kakipiga honi kutoka huko mbali. Ungewachwa na hiyo kabasi na ulikuwa unaenda kazi Nairobi, ni lazima usariti. Sasa ni lazima uamue hakuna kazi siku hii, kwa sababu hiyo basi ikipita, imepita, na itarudi jioni ikileta watu ilipeleka Nairobi kurudisha nyumbani. Hazikuwa mbili na hazikuwa za katikati. Tunaelewana? Hiyo basi ilikuwa na jina yake. Tulikuwa tunaita, ama ilikuwa inaitwa Gatwanduma.
Gatwanduma katika lugha ya Kikuyu ni kale kabasi kanapasua giza. Ama kanapitia wapi? Gizani. Kaliitwa Gatwanduma ama iliitwa Gatwanduma kwa sababu hii. Ilipita asubuhi kukiwa giza. Na ilitoka Nairobi ilifika nyumbani tena nagi. Hiyo basi haungeweza kuiona mchana. Ilipita asubuhi kukiwa giza na ilirudi kukiwa giza. Kaitwa nini? Sasa hiyo Gatwanduma, kama ungesikia filimbi ama usikie ama saa yako iseme ni saa 9:30, si ni lazima uamuke. If you do understand the time, kama utaelewa wakati nyakati zako, na hiyo basi inapitanga saa 10, sasa ni lazima uamuke na uharakishe. Understanding, knowing the time, it is high time to awake. Kila mtu ajue it is high time to do what? That bus is about to leave. Amen. Our salvation is nearer now than when we believed. There is a reason for revival. Amen. There is a reason to rise up. Wapendwa, ni wakati wa kuamuka. Ikiwa tutaelewa wakati, I pray that each one of us in the name of Jesus is going to carry the spirit of the sons of Issachar, who the Bible says they understood the times and they knew what needed to be done. Amen. Ikiwa tutaelewa wakati, basi ni lazima tujue mambo ya kutenda, mambo ambayo yatafanywa ni akina mambo gani. So this weekend, I believe the Lord is going to be helping us to understand this time and to understand the things that we must be doing, each one of us, in the name of Jesus. Na usipoamuka sawa sawa, unaweza kukua katika shida kubwa sana. Kama mzee mmoja wa kwetu aliyesikia hiyo basi imepiga honi na hakuwa ametayarisha vizuri, aliamuka kutoka kwa kitanda haraka. Na unajua siku hizo, sasa naongea watu walikagani hapa. Sasa wacha nikueleze tu, nitakueleza. Siku hiyo hakukuwa na wardrobe kwa bedroom. Hii wardrobe imekuja juzi. Unanielewa? Imekuja tu juzi. Wardrobe yetu wakati huo na ya watu wengi ilikuwa ni kamba ambayo imetegwa juu ya kitanda kutoka pande ile ya ukuta mpaka pande ile nyingine. Hakukuwa na wardrobe zingine. Mama alikuwa anaweka nguo zake wapi? Vinyasa. Ilikuwa inafika hapa. Halo. Nao mama walikuwa anaweka rinda. Na rinda na kinyasa zote zilikuwa zinafika pahali moja. Haikuwa na utofauti. Tofauti ya rinda na kinyasa ya mzee ilikuwa imesonwa hapa katikati. Halo. Sasa ukiwa katika harakati, mambo ya haraka, na basi inakuja na ikipita haitarudi. Mzee si alichomoa nguo moja, si aliweka, sijui hakuhisi vizuri, ilikuwa tiringia tu mara moja. Lakini hakuhisi, hii si kaptura, hii si kinyasa yake, hii ni rinda ya mama. Wacha nikwambie, na si story, ni mzee aliyejulikana ni nani, na hakujua amevaa rinda ya mama mpaka alikuwa ameingia ndani ya Gatwanduma. Watu ambao walimuona ndio walimwambia, mzee, bora ukaweka rinda ya mama. Sasa akastuka. Story inakuishia hapa, usiniulize kulifanyika nini, lakini hiyo ilifanyika. Kwa nini napeana story kama hii? Kwa sababu anayekuja atakuja. Si ni kweli? The one who is coming will come. The trumpet will still sound. We need to be ready. And knowing the time, that it is a high time we wake up from sleep, because our salvation is nearer now
than when we believed. Amen. Ni wakati wa kuamuka, wapendwa. In every situation mentioned above, all the ones I mentioned, all those situations, from A to ni kama sita ama karibu saba, something must have gone wrong. Lazima kuwe na jambo ambalo lilitendeka ambalo halikustahili kutendeka. Ikiwa mtu ulikuwa unakuwa na sasa haukui, something is wrong. Ikiwa something was flowing and it's not flowing, something is wrong. Ikiwa power was manifesting but it is not, something is wrong. In every situation, something is wrong. And we come because we need to put things right in the name of Jesus. Tumekuja kurekebisha mambo ambayo imeenda kombo. If nothing is done to rectify the situation, there will be eventual death, or death becomes a certainty. Ikiwa hakuna kitu hakitafanyika, wapendwa, kifo ndicho kitakachofuata. And this is very serious. I hope somebody is sensing how serious this matter is. Wewe waze kuhisi ya kwamba jambo ambalo tunaligusia weekend hii ni jambo la muhimu sana. Mkutano unatangazwa. Mkutano wa maombi. Watu 5 wanakuja na kanisa liko na watu 100. Unakuta ni watu 5 wanakuja katika maombi, katika mkutano wa maombi. Something is wrong. Something is wrong. Something is dying. Kanisa lilizaliwa 120, all of them received the power of the Holy Spirit. Kila mmoja wa wale wote walikuwa katika hiyo chumba walipata nguvu za Roho Mtakatifu na wakanena na lugha mpya. Sasa enda kanisa la kiroho. During our time, everybody got filled without exception. Hakuna mtu aliwachwa bila kujazwa na Roho Mtakatifu. Na si miaka mingi. In the 70s, just the other day, everybody got filled. Unless you tell me something has been decided differently in heaven. Today, not everybody, even in the Pentecostal church, is actually filled with the Holy Spirit. And we have accepted that is a state of being that must be tolerated, if not accepted. It's like it's no longer necessary. When what is most necessary, what is fundamentally important becomes unnecessary, something is wrong. Something is seriously wrong. Out of 100 Pentecostal believers today, only probably 20 are filled with the Holy Spirit and speaking in tongues. And when I talk about speaking in tongues, I don't want to get into the details, because these days there are many tongues of different types. Haza za kukopi na hizo zingine zote. So I don't know exactly how many people are really claiming to be filled with the Holy Spirit. But that's not a subject I want to deal with during this time, because that requires a different time. Bwana asifiwe sana. What I'm saying is, something is wrong and must be dealt with. And must be dealt with now, not tomorrow. In Jesus' name. Hallelujah. I have seen it in many places. We are struggling with people, even where we're coming from. And you keep on wondering, Lord, there's something that needs to be fixed. Kuna kitu ambacho kinataka kurekebishwa hapa. Lakini ni kama imekuwa ngumu sana kuirekebisha. But I'm praying in the name of Jesus. Over this weekend, the Lord is going to be doing something. He's going to stir up someone to walk in the right direction, to come back alive in Jesus' mighty name. Sasa, Daktari Mwangi, ukiona masaa imefika, wewe fanya tu hivi na nitakuwa nimemaliza. Hallelujah. Ukifanya tu hivi
nitakuangalia. Hallelujah. Something must be done. Revival, therefore, needs to bring back, or is needed to bring back, the former state and to prevent the eventual death. That's why it is very important. Ufufio utazuia. Huyo mtu akipigwa vibrator moja hivi, anaamuka, anaendelea na maisha, in Jesus' mighty name. Amen and amen. Maybe one more scripture, Revelation chapter number 3, verses 2. Revelation 3, chapter number 2. This is concerning a church that which was also going down. Kanisa ambalo lilikuwa linaenda chini. Yeah, Revelation 3, verses 2. The Bible says, be watchful and strengthen the things which remain that are ready to die. For I have not found your works perfect before God. Hallelujah. Muwe waangalifu. Ni sisi tunaambiwa, kuweni waangalifu sana wapendwa, na mtie nguvu mambo ambayo yamesalia. Sijui ni mambo gani imesalia hapa, kwa sababu hata yale ambayo yamesalia iko tayari kukufa. I'm talking about not Thika Church. I'm talking about the Pentecostal church as I go around and as I observe, even around the world. Bado tuko. Si tuko? Bado tuko. Hatupo. Lakini kuna mambo ambayo, na tuko na mambo, tuko na wapendwa, na tuko yani iweke, tutie nguvu. Tell your neighbor, let's strengthen. Yes, let us strengthen that which remains. Because if nothing happens, even what is remaining will actually die. Nikimalizia sehemu hii kwa sababu ninaona siwezi kuendelea sana, na kesho tutakuja mapema. Amen. Nimesikiza wadugu wetu sana, wale ambao tuliokoka wakati mmoja miaka ya 70. Kwa sababu wengi wao ndio mabishop na mapastors na viongozi wa kanisa. Hata na wanapita, sasa ni kupita tunapita. Mimi kwanza nimestaafu, nikustaafu. Ile inaitangwa kustaafu. See, after 70 you have to retire in paper. Did you know that? Sasa mimi katika hiyo miaka sikungatuliwa ni kujiondoa kimpango. Bwana asifiwe sana. Ama kuondolewa kwa mpango. Sasa mimi I am a retired bishop. Hallelujah. Lakini I am not tired. Mnaona kama mimi nimechoka? Bwana asifiwe sana. Hapana. Kwa hivyo kazi inafanya nini? Kazi inaendelea. Lakini policies have to be followed. Sasa hawa watu wa kizazi chetu wa miaka hiyo waliokoka miaka ya 70 katika ufufuo wa Roho Mtakatifu, the Pentecostal revival of the 1970s. Tunakaa kila siku tukilialia, tukisema Mungu, tunataka kuona revival tena. We want to see revival again. Shida ambayo niko nayo ni kushindwa tulikufa lini. Kwa nini what an admission. We are admitting to ourselves that we went down. That's very unfortunate. Tunataka ufufio. Na tukisema tunataka ufufio, wapendwa, ninashangaa kwa sababu after that revival, the kind of revival we want, we don't even seem to understand it very well. Not many people are really grasping the kind of revival that we are talking about.
Because many will tell you what they are looking for is manifestations. Say revival ni manifestations. Wanataka kuona watu ambao wanarukaruka tena. Wanataka tupige drum tena. Wanataka tufingirike na tufanye mambo ya ajabu ile tulikuwa tunafanya wakati huo. Na tuimbe nyimbo kama tulivyokuwa tunaimba, kwa sababu revival to us is a series of those activities. But this weekend I'm praying that we'll understand what revival is all about, so that when you encounter an individual, you will know that this individual is revived. Hallelujah. Jumping around is not evidence of revival, brethren. Singing loudly is not evidence of revival. Are we together? Yes. It isn't. And so many of the things that we do, even speaking in tongues, is not evidence of revival. Although the person who is revived will speak in tongues, will be filled with the Holy Spirit, but the mere speaking in tongues is not evidence that that person is alive, spiritually speaking. There are evidences of revival. We will be covering that. Amen. Something will tell you without doubt that this man, this woman is alive in the spirit. Hallelujah. I'll also be telling you, I'm now finishing, I'll be telling you that revival is not something that man can initiate. I'll be telling you as we get around that revival is a move of God. Hallelujah. Revival is a move of God. It is not created by man. It's not even demanded. God makes a move because he wants to do something in his church. There are those who embrace that move, and you can say they are revived. Hallelujah. But then we must understand, when people are revived, they look like who? And how do they walk? How do they behave? Amen? I'm just going ahead of myself. We'll be dealing with these things in Jesus' mighty name. So tomorrow we come back and I will be talking about what exactly is revival. Amen. Seriously. Kijana mmoja, na msilala wapendwa, si tumesema tuamuke. Kijana mmoja alikuwa na wazee wa kanisa hapo Dumberi, tulikuwa na mkutano rasia. Kijana Kigodho alikuja akatufunza kidogo kidogo, lakini alisema jambo moja ambalo lilikuwa ni la ajabu sana. Alisema hivi: you cannot sleep like you are competing with the dead and expect to succeed in the land of the living. Did you get that? Hiyo ilinishika sana. Hauwezi kulala kama unashindana na wafu waliokufa na utarajie kushinda katika haya maisha katika ulimwengu wa walio hai. So the church must wake up, brethren. Amen. And knowing this, that it is high time that we woke up from our sleep. Si ni kweli? Ni wakati wa kufanya nini? Wa kuamuka. Kwa sababu wokovu wetu umekaribia kuliko wakati tulipoamini kwanza. Amen. Heavenly Father, we thank you. Lord, we bless you. Lord, we praise you. Hallelujah, hallelujah.
utayarejesha maono yangu, miaka yote iliyoliwa na nzige. Nimeona wema wako na nguvu zako maishani. Nitayarejesha maono yangu, miaka yote iliyoliwa na nzige. Nimeona wema wako na nguvu zako maishani mwangu. Ijapo na ungumu, utanishika mkono. Ijapo adui na vishindo, bado wewe uko nami. Hallelujah. Hallelujah. Ni wangapi watasema Bwana nisaidie kuamuka? Ikiwa kuna kurara kwa aina yoyote, Lord help me to wake up. When we wake up, there are some things that are going to start happening. We will pray. We will want to be in communion with the Lord the more. We will be friends with the Word of God. We will want to draw near to God. The Bible says, draw near to me and I will draw near to you. Have you considered what will happen when the Lord draws near to you? Maybe if I draw near to God, nothing will happen to God different. But when God draws near to me, everything changes. Everything changes. Hallelujah. But you must make the first move. Hallelujah. You and I must make the first move. The word is, draw near to me and I will draw near to you, the Lord says. So who is going to move first? It is me. But there is a guarantee. When I make that one step, the Lord is going to make his step. And he is faithful. He will not fail. He will not fail us. In the name of Jesus. And he will come. And he will restore the ears, the grasshoppers, the cankerworm, the caterpillar, the locust has eaten. He will restore the ears when he draws near to us. The power of the Holy Spirit will be present in our lives. We will refocus. Our priorities will be different from what they have been lately. And God is going to help us to complete our assignments so that we may reach our destiny in Christ. In Jesus' mighty name. The Lord bless you indeed. The Lord bless you. We will be back by the grace of God tomorrow. Hallelujah. Daktari, karibu sana. Karibu sana. Amen. Let us appreciate the speaker. Bwana asifiwe. Asante sana Bishop.